Katika kipindi hiko kuna kitu kinaitwa live streaming ambayo mwanzilishi ilikuwa ni mwaka 2007 alikuwa anajiita Justin TV. Umeona ndio alianzisha ile anajiita Justin Ken. Yeye ndio alianzisha ile live streaming. Kwa hiyo hawa walikuja kupata maarufu baada ya kuanzia mwaka 2014 ile platform kuwa na maarufu mkubwa. Ndio hao wengine wakawa wamekuja. Kwa hiyo watu usiojua yeye ndio alianzisha hiki kitu kuhusiana na mambo ya ku live stream na hivyo vitu vingine. Sasa hebu tuzungumzie kuhusiana na jinsi gani wanavyo panga hizo taratibu zao. Kwa hiyo sijui nilisema Kenya, Mr Beast ambaye ndo YouTuber mwenye stream nyingi duniani, ndo mkubwa kuliko wote duniani. Yeye maana yake mpaka kufikia hatua ya kwenda kuichagua Kenya pamoja labda na Malawi, lakini sasa na Kenya nataka arudi tena. Kwa nini? Kwa sababu Wakenya wamefanya kazi nzuri ya kuweza kujitangaza. What do we do? Mtandaoni. Sisi tunapenda umbea, tunapenda vile vitu ambavyo havina maana, ndio tunavipenda. Kwa hiyo lazima tutapigwa gepu tu. Yaani iko kitu hakuna, yani hamna kitu ambacho kinaweza kikanani zaidi ya hapo. Lazima tutapigwa gepu kwa sababu sisi wenyewe kunaitwa priority. Yaani vile vitu ambavyo tunavithamini sio vya kujitangaza. Sawa? Sio kujitangaza. Sisi ndo watu wa kwanza kabisa kujiponda. Kuna vitu vingine tutakuja kuongelea baadaye, lakini hapa nilikuwa nazungumzia tu kuhusiana na Aisha Speed na hizo show zake zote ambazo amezifanya kwa barani Afrika. Ametembea nchi nyingi sana, lakini sisi tukiwa hatumo. Sio kwa bahati mbaya jamani, sio kwa bahati mbaya. Yeye anaweza akaenda sehemu ambayo ameonyeshewa mbele yake, ametangaziwa, ameiona mara nyingi. Ameenda Rwanda kwa sababu amejitangaza sana duniani. Sawa? Ipo hivyo, yaani haipo kwa ajili ya bahati mbaya. Kwa hiyo kama sisi tunahitaji hawa watu waweze kuja baadaye, basi sisi wenyewe inabidi tujipange. Engineer Harris amefanya kazi kubwa sana. Kuna watu wengi wengine labda wanamlaumu, wengine wanasema kwa nini asifanye hivi? No. Kama ukiangalia hii video, angalia vizuri. Sawa? Baadaye hapa alikuja kuambiwa na wewe mfanya kazi wao. Unaona hapa? Thank you. Kwa bwana tunakushukuru kwa sababu gani? Alikuwa hata muda ule hana. Maana yake huyu jamaa alikuwa watu wanapiga naye picha sana. Kwa hiyo kikubwa kama tunataka hivi vitu vije, kama tunataka sisi wenyewe tuwe mabalozi wazuri duniani. Sio sisi ndo tunakuwa watu wa kwanza kuweza kujichafua. Bwana, yani vitu vibaya vyote sisi ndo tunavisema, lakini vizuri hatuvisemi. Unadhani kuna mtu atakuja nchini kwako? Hakunaga iko kitu. Hakuna. Kama mnataka kujitangaza, lazima tujitangaze vizuri ili mradi hawa watu waweze kuja huku. Yani kwa Heaven is the case.